Kristo atukuzwe. Amina ndogo. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Pasuka. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Basi tutaomba kwa dakika 3. Sema amen. Dakika 3. Sema dakika 3. Nyanyuka kidogo. Naomba usimame dakika 3. Praise. Kwa kwenye maiki nikupe namba ya tenzi. Wapendwa, Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Bwana Yesu Kristo atukuzwe tena. Yesu wa Musa atukuzwe tena. Bwana Yesu Kristo atukuzwe kanisa. Amen. Hebu mpige Yesu makofi makubwa kwanza. Piga mikono, chapa, changanya. Chapa. Sema niko tayari. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa kutupa nafasi jioni ya leo. Tunaonana hapa tena baada ya ibada kubwa, ibada ya Pasaka, ibada ya kula na kunywa. Ndio. Kupitia kile chakula wengi mmepona. Wengi mmebarikiwa. Amina. Wengi mtendea miujiza. Amen. Nilikuwa pale nje nafuatilia shuhuda. Ndio. Shuhuda za ibada ni papili zimejaa. Hebu mpige tena Yesu makofi na shangwe kubwa. Amina. Haleluya. Amen. Basi nitaomba tuimbe tenzi nasema nimekombolewa na damu ya Yesu. Amen. Tenzi iwapo nambari 25 kama sivyo. Nimekombolewa na Yesu, aliyenipenda. Mungu simame.
hali hiyo ya kuimba hiyo tenzi inayosema nimekombolewa kwa damu ya Yesu, basi kwa sekunde chache taimba wimbo huu unaitwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu husafisha kabisa. Nyanyua mikono yako, inua jimbo lako mbele za Mwenyezi Mungu. Inua mikono yako. Tafakari ndani ya moyo wako, kitu gani kimesaidia kwenye moyo wako na mwili wako ambacho bado kimekufanya moyo wako kwa nguvu. Endelea. Jambo gani ambalo Mungu kwako hawezi kulifanya? Hakuna. Mbona moyo wako bado ni mgumu? Mbona bado na mashaka na ibada? Mbona bado nini? Kristo ametoka katikati ya wako. Haiko kama ile. Damu yake ndio msalabani kwa ajili yako. Damu ya Yesu kusafisha kabisa. Basi Mungu safi yako. Nina mashaka
Yes,
Sauti sema namna ya kugusa moyo wa Mungu. Haleluya. Andika hivi. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Watu wengi tunapenda. Tunakuja kanisani. Ndio. Kwa spidi. Kila ibada. Ndio. Kila siku. Kwa kuwala ama kuchelewa. Lakini mioyo yetu haikugusa kabisa. Ibada zetu hazigusa kabisa. Sio ndio mtu? Ndio mtu. Tunafanya ibada, tunasali sana, lakini hatugusi moyo wa Mungu kabisa. Haleluya. Amen. Kuna namna ukifanya ibada unagusa moyo wa Mungu jumla. Haleluya. Amina. Kugusa moyo wa Mungu kuna kipengele. Ndio. Sema kuna kipengele. Kuna kipengele. Sema kuna kipengele. Kuna kipengele. Sema jirani kuna kipengele. Jirani kuna kipengele. Sema jirani kuna kipengele. Jirani kuna kipengele. Unapozungumza waambie jirani yako sema jirani wewe. Mguse sema jirani wewe. Kugusa moyo wa Mungu. Kugusa moyo wa Mungu. Kuna kipengele. Kuna kipengele. Kipengele unakijua? Unajua kipengele? Unataka kujua. Kugusa moyo wa Mungu ni kipengele. Haleluya. Kipengele hiki wengi tumezuia. Wasikugusa moyo kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Ni kipengele ambacho hata matajiri ndio hata maskini wameshika kabisa. Ni wale walioitwa na Mungu wanagusa moyo wa Mungu. Amina. Wewe umefika hapa nina uhakika na imani ndio umeitwa na Mungu. Utagusa moyo wa Mungu. Amina. Haleluya. Amen. Kama utakuelekeza dakika chache ndio ukikubali utagusa moyo wako kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Bila mbao utakuelekeza dakika chache ukinielewa ndio leo utagusa moyo wako kabisa. Hapo ndipo mwisho wa kuteseka, mwisho wa magonjwa, mwisho wa kurogwa, mwisho wa magonjwa, mwisho wa laana, utakaponielewa ukatimiza jioni ya leo ndio mwisho wa kuteseka. Mwisho Mungu ataanza kusema nawe. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Ndio ndio praise Mungu dunia nzima. Wengine wako kwa sababu hapa watapona. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kwa sababu hapa watapona. Lakini praise Mungu sitakuwa. Ndio. Ili jambo ambalo lilikuwa gumu lipitia. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Lakini wako wengi wanaona ndio. Wengine anaima anakusa. Ndio. Mtemkusisi Mungu. Kitabu cha Marko 12 mstari 42. Somaji unasoma vizuri. Niakushi. Kitabu cha Marko sura ya 12 mstari 42 nasoma kwa jina lake. Ndio. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini akatia senti 2 kiasi cha nusu pesa. Mstari wa 43. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotoa katika sanduku la hazina. Mstari wa 44. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Rudia ulipoanza hapo kuishia. Narudia kwa jina lake Yesu. Ndio. Akaja mwanamke mmoja mjane. Maandiko yanasema akaja mwanamke mmoja mjane. Maskini. Sema mwanamke mmoja mjane. Sema mwanamke mmoja mjane. Sikusikii. Sema mwanamke mmoja mjane. Sema mwanamke mmoja mjane. Sema akasogea mbele ya sanduku la sadaka. Endelea. Maskini atakia senti 2 tena akasema mjane alafu ni maskini. Yes. Sema alikuwa mjane. Sikusikii. Sema alikuwa mjane. Hivyo alafu ni maskini. Akatoa senti ngapi? Senti 2. Bwana Yesu Kristo atukuzwe.
Yesu alifanya sehemu mtaro mkubwa. Wakati wa sadaka akasogea karibu na chombo cha sadaka ili aone namna gani watu wanagusa moyo wa Mungu. Ndio wengi walitoa. Sema amen. Amen. Wewe ni masikia mimi nasema amen. Amen. Wengi sadaka walitoa. Huyu mwanamke ni mjane alafu ni maskini kabisa. Huyu mama alikuwa anadharauliwa sana kabisa. Ni mjane alafu ni maskini. Ndio. Haleluya. Amen. Akatoa senti ngapi? Senti mbili. Endelea. Mstari wa 43. Akawaita wanafunzi wake. Yesu alipoona senti mbili, mama alitoa, akawaita wanafunzi wake. Akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku. Ametoa sadaka zaidi kuliko wote wanaotoa sadaka hapa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Wamama wewe. Wababa wewe. Wababa wewe. Ulikana kama ni baba sikia anaongea. Wababa wewe. Wababa wewe. Wababa wewe. Wababa pengine makofi kwa Yesu. Wababa wote mpone jioni ya leo. Haleluya. Akawaita wanafunzi wake, manake mahubiri yalishia pale. Akaanza kuhubiri habari za mama huyu. Mwenye senti ngapi? Senti mbili. Bwana Yesu atukuzwe. Watu wengi sadaka walitoa, alikaa kimya. Lakini mmoja alitoa senti mbili. Alistopisha kutaka. Akaanza kuhubiri habari za mama mjane. Anasema mstari wa 44. Ndio. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi. Anasema hao wote wametoa mali iliyowazidi, wametoa change. Wote wametoa kitu change. Bwana Yesu atukuzwe. Wametoa change, sema walitoa change. Unasikia sema walitoa change. Sema jirani. Umeandaa change, umeandaa sadaka. Anasemaje? Kama siwasikia anasemaje? Mzee mbona ungeni anasemaje? Kwa sababu kama huko mbali na mimi huko ndio. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Umeandaa change na sadaka. Kwa sababu change ni ile inayokuzidi kabisa. Sadaka ni ile ulionayo. Haleluya. Amen. Baba ngoja piga kile cha kwako kwa Yesu. Amen. Sadaka ni ile ulionayo. Change ni ile inayozidi kiwango chako kabisa. Umetumia change na sababu ya Mungu. Ndio. Hapa. Amen. Amen. Alisema huyu mwanamke ametoa kuliko wote, maana hawa wametoa bilili wazidia. Hapo ndo shida. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Endelea. Bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Huyu mama katika umaskini wake na ujana wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Amegusa moyo wake. Kwa kuwa amejikwamua, amegusa moyo wake. Acha nisema habari zake ndio. Ili wengine mjifunze kwamba acheni kutoa church. Toeni mlivyo nafsi. Amina. Haleluya. Nakwambia ukitoa ulicho nacho, Yesu anakugusa, anakugusa. Ukitoa ulicho nacho anakugusa moyo wa Mungu. Ndio. Ukitoa pesa unayo, sadaka unayo, unagusa Mungu jumla. Ndio maana sasa praise wa kwetu. Sasa wao wanaacha kuimba, anaimba. Simnaonaga simnaonaga. Lakini wengine ndio kwenye ibada hawapo. Ndio ila wapo. Wengine hawakufundishwa, leo wanajifunza. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Utakuta na imba na kimbia mtoto anaendelea kuimba, anaendelea kuimba. Huyu anagusa moyo wa Mungu. Amina. Je, wewe umeendelea kugusa moyo wa Mungu jioni ya leo? Tafakari. Au ni wale wenye change? Tafakari. Mama tafakari. Kumbe ukitoa ulichonacho ndio mbele ya madhabahu unagusa moyo wa Mungu kabisa. Nikwambie inawezekana wanaweza kwa sababu ya muda akashindwa
alishindwa kusimamisha ibada kwa habari zake kabisa, lakini akasema Mungu huyu naomba tembea naye na kuenda naye, kambariki, kamponye, kamfungue zaidi, kampige wanaokuwinda kubariki. Amina. Haleluya. Ndio wengi wanachukua kazi ya ujenzi hapo kwa moyo yao wanatendewa sana. Uongo kweli kabisa. Yaani usipobahatisha ndio unachukua kazi ya ujenzi hapa. Ukileta sadaka hapa ndio muujiza iko nje kabisa. Unasema wewe ni baba. Kuna namna umetoa. Ipo. Sio mimi nimesema kuna namna umetoa kabisa. Hapa sio unatoa wewe. Yesu akitupita kutana. Mwanamke mjane alitoa alicho nacho. Ndio. Akatupita. Bali kama utaona baba ndio kuna namna Mungu anagusa. Ipo. Kuna namna Mungu anagusa. Ipo. Sema jirani. Kuna namna Yesu anagusa anagusa. Mwambie, sema jirani. Mwambie kuna namna Yesu anagusa anagusa. Kuna Yesu kigusa. Ndio. Lazima umuone. Tutakuwa na sababu kubwa kabisa. Jamaa moja sasa shuhudia alikaa. Wakati kunyonyesha madhabahu alikuwa na kuku. Sema alikuwa na kuku shige moja. Akaruka paa akagusa kabisa kabisa. Kule walipata na chai tayari wako pale wanaroga. Kwa hiyo walipiga shoti wote akawakuta. Kutoka kwa mimi ndio walikuwa wanasema huu ni Shabani, huu ni Hamisi, huu ni Abidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Alikusa Mungu, alitoa alicho nacho. Mimi baba kufundisha, niwe kuamua. Ndio tunacho kutoa tena. Amen. Haleluya. Amen. Hiki ndicho kipimo ndio cha watu wanaotafuta Mungu kwa nguvu sana kabisa. Pendwa, tunatumia nguvu sana kutoka kwenye baraka. Lakini hatumkusi Mungu kwa mali zetu kabisa. Hatumkusi Mungu kwa fedha zetu kabisa. Tunaimba, tunaomba, tunakombewa, lakini Mungu hatumkusi kwa mali zetu. Yes. Nani mtayari kumgusa Mungu kwa mali zake? Nani aliyetayari kumgusa Mungu kwa mali zake? Nani mtayari apige kigegele, apige makofi, apige mluzi? Haleluya. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Pendwa, kusali sio shida. Ndio. Wewe ni hapo unamgusa Mungu kwa kiwango gani? Kuna watu hapa akipita na Biblia kutunza hapa uibadi, hata kutunza mabadi manisa. Huko ndani kuna machoka. Ndio. Kuna nyembisha. Ndio. Kuna unaenda bana Biblia. Pendwa, shida yako ni kwako. Ndio. Hakuna bibi yako ukipita bibi yako. Kabisa. Huo mzigo unakusha sana nao. Wewe fanya kile ambacho Mungu anakutuma. Amen. Haleluya. Amen. Wewe atakayekuwa ni mwanamia kuja mbele njoo mbele tunza. Ndio. Wewe ambaye sema kama unanikwaza hata kwaziki. Unaanza kuogopa kutunza kwa sababu kusemwa. Pendwa. Mungu anabariki mtu huyu. Ndio. Kupitia watu wengine. Sasa kama unaanza kuwinda uliokuja naye, umefeli. Kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Kila mtu abebe mzigo wake. Mwanamke mjane alikuwa ni wengi peke yake. Yesu akatembea kutana, akaanza kuhubiri habari za mama mjane. Ndio. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Naambiwa hivi, kama umefika muda huu, ndio nje pale mtabu Sarogone na Dadangu Press wanaandika shuhuda. Hapo na shuhuda inanyuka wewe pale baba kisima. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe tena. Amina. Kama una shuhuda tayari mtangazo pale nje, kaandike shuhuda yako. Amen. Hawa nao ni wahubiri. Ndio. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Hilo ni neno la Mungu. Mwanamke mjane. Yesu alipoona moyo wake wote amemgusa yeye, ndio akatoka kabisa. Angalia, ungelikuwa ni wewe, ungesikia kupewa heshima kama ndio wewe bwana. Sio umefurahi sana. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Umefurahi sana. Kwa nini kwenye ibada hii? Wewe jina lako lisitaje hapa mbele. Kwa nini isiwe ni wewe? Kwa nini baba isiwe ni wewe? Kwa nini kama mimi mtani? Kwa nini isiwe ni wewe baba udani? Kwa nini dada isiwe ni wewe? Jina lako lisitaje hapa mbele kile makwali. Kwa nini
usiwe ni wewe? Kwa nini? Wanauliza anataka sana kaka fulani, wanataka simtaje. Umefanya nini? Haleluya. Amen. Sema jirani. Jirani. Sema jirani. Jirani. Dada kama wewe usikie sema jirani. Unataka sema unataka kwa Musa akutaje madhabahuni. Umefanya nini? Muulize umefanya nini? Anasema chochote. Kila siku wewe poza. Amefanya kitu. Kila siku Debora amefanya kitu. Fanya kitu taje. Ndio. Kila mtu akifanya tatajwa. Haleluya. Amina. Fanya kitu taje madhabahuni. Fanya kwa nafasi yako Kabisa. utataje Kabisa. Bwana Yesu Kristo atukufu. Amen. Kuna wengine Ndio. watadamba naona shida kwa sababu kitaji. Ni maneno ndogo watakuja. Kwa sababu wataka kuwashambulia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu Kristo atukufu. Amen. Kwa unapoona mjane ametajwa, ndio kuna kitu amefanya kubwa. Zamu yako, zamu yako, baba zamu yako. Baba ni zamu yako, kaka ni zamu yako. Kwa nini sio zamu yako? Tafadhali. Sema ni zamu yako. Ni zamu yako. Sema ni wakati sahihi. Ni wakati sahihi. Sema ni wakati sahihi. Ni wakati sahihi. Uamini. Kugusa moyo wako. Kugusa moyo wako. Utagusa. Nitagusa. Utagusaje? Kwa sadaka. Haleluya. Amen. Inawezekana Mungu anaponya, Ndio. sio shida. Kuna kiwango ambacho Mungu anataka kumgusa ili afanye makubwa. Kabisa. Unataka kujua? Unataka kujua? Ndio. Unataka kujua? Hebu soma 22 mwanzo. Kwa mambo ya kisa. Sasa wote ndio peke yake ndio wameelewa. Haleluya. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. 22 sura mwanzo kuanzia mstari wa 9. Nitasoma kwa jina la Yesu. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu, Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe. Badilisha maiki. Nasoma kwa jina la Yesu. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Wakafika mahali pale Ibrahimu Mungu alipomwambia. Ibrahimu akajenga madhabahu huko. Akaziweka tayari kuni. Kisha akamfunga Isaka mwanawe. Akamweka juu ya madhabahu. Juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyoosha mkono wake. Akakitwaa kisu. Ili amchinje mwanawe. Mstari wa 11. Ndipo malaika akamuita kutoka mbinguni. Akasema, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akamsema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuia mwanao wa pekee. Mstari wa 12. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana ninajua ya kuwa, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Weka kidogo. Sema amen. Amen. Alipotoa kile cha mwisho, ndipo Mungu akamwambia sasa ninajua unamcha Mungu. Sema ni maajabu. Kanisa sema ni maajabu. Mungu anamtuma Ibrahimu akampewa naye. Ibrahimu alifika, alipoanza kuchinja anambia usimchinje, sasa ninajua wewe unamcha Mungu. Kuna kiwango Mungu anasubiri wewe utoe sadaka ya kiwango kile ambacho unacho ili Mungu akusikie. Ili Mungu asiweza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa najua. Sasa ninajua unamcha Mungu. Jamani, ndio Mungu alipojibu Ibrahimu mtumikie. Sasa alikuwa anajua. Unaongea na watu. Sasa alikuwa anajua, si ndio? Alikuwa anaongea naye. Kuna kiwango Mungu alisubiri Ibrahimu afanye. Ni zamu yako leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu anasubiri kuna kiwango. Kuna kiwango bado kumgusa Mungu. Kuna kiwango
kiwango kimgusa Mungu, Mungu anaanza kusema na wewe. Amen. Sasa anajua. Ndio. Sasa anajua. Yes. Wewe unaniamini mimi. Ndio. Kumbe kuna viwango ukifanya, Mungu ataanza kusema na wewe. Kabisa. Haleluya. Amen. Kupona sio shida. Lakini kupona lakini bado mambo hayaendi. Ukigusa kwa kile ambacho unacho, Mungu atafanya makubwa kwa wewe. Kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Studio nilikuomba ongezea na hiki. Kama unaweza kile. Najua ndio chini ya uwezo wako. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Haleluya. Amina. Kuna kiwango ambacho Mungu anasubiri ufanye. Ibrahimu Mungu anamtuma, anakubali. Lakini alipoonyesha kitendo cha uaminifu, sasa usimchinje huyo mwanao. Ndio kweli wewe unaniamini mimi. Chukua kwa yule ngachini. Baada ya mtoto. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Tumeshindwa kubarikiwa kwa sababu ndio hatujagusa moyo wa Yesu. Kabisa. Haleluya. Amen. Unajua kitu kimera vizuri. Ndio. Nafikiria hivi ni busara. Pendwa, unachokitoa kimgusi Mungu. Yes. Mtumishi wa Mungu ametoa kadi ya nguzo ni wewe uletee. Yes. Kadi ziko nyingi hapa. Ndio. Kuna wengine hata moja hana. Mwingine anayo. Ndio. Ya wakati usi. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Sasa kama unachukua, hapana. Inaonyesha nia. Na maana kufungua mlango. Ndio. Fungua mlango. Onyesha nia ili Mungu afungue mlango. Kabisa. Ukionyesha nia kutoa, Mungu anafungua mlango. Utaona mambo yanakuwa mepesi. Kabisa. Haleluya. Amen. Soma mstari wa pili. Kitabu cha Mwanzo 22 mstari wa pili. Kuanzia hapo. Mstari wa kwanza nasoma kwa jina la Yesu. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia. Anasema ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Mungu akamwambia Ibrahimu hivi. Akamwambia Ibrahimu. Naye akasema mimi hapa. Akasema umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka. Umchukue mwana wako. Tena si mwana tu, mwana wako wa pekee. Isaka. Naomba tuulize, nani anajua maana ya pekee? Ndio mkono anajua maiki. Pekee. Maana ya neno pekee. Ukijua maana ya neno unajua maiki. Maana ya neno pekee, pekee. Ndio wote wanajua kweli. Pekee mama ndio pale. Sasa, pekee. Pekee. Maana yake ni pekee. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Pekee ni kitu kimoja tu, hakuna kingine tena. Weka breki. Makofi kwa Yesu. Amina. Mwingine anakujazia neno pekee. Maana yake ni pekee. Ani wote ni ndio Kiswahili kabisa. Neno pekee. Au sababu tunatisha sana. Haleluya. Pekee maana yake ni kile kilicho. Tunasema Mungu wa pekee. Sasa Ibrahimu Mungu alimwambia soma tena mstari wa pili. Mstari wa pili. Akasemaje? Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye sana Isaka. Haleluya. Amen. Kuna vitu vinavipenda vinaitwa Isaka. Ndipo bado najua. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa maana Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Wababa sema mimi napenda raha. Amina. Kwenye familia yako una watoto wengi. Na watoto 7 watano wanapenda Mungu kweli. Usikatae yule mtoto wenzako. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Sisi baba yetu alikuwa na watoto wengi. Lakini miongoni mwao mimi baba nilipenda sana. Haleluya. Na walijua napenda. Ndipo baba mtoto wa mwisho kabisa. Walijua napenda. Kwa nini? Kuna namna alikuwa anapenda. Utiifu. Sema amen. Nikiona kitu nafanya bila kutumwa, sifu
nafasi yao. Amen. Haleluya. Amina. Ikipelekea shida. Ndio. Sema amen. Amina. Leo ukiwa mtiifu, hata kama wewe ukiwa mtiifu, Ndio. atakupenda wewe baba. Kabisa. Wewe mtiifu. Bwana Yesu Kristo. Amina. Baba anapenda mtoto mtiifu. Hata mama. Ndio. Mtoto mtiifu Kabisa. Hasa kama wazazi wako wanafanya hivyo, Ndio. tumishi wa Mungu zaidi wanapenda watoto watiifu. Amen. Bwana Yesu Kristo. Amina. Wewe kila kitu mbishi baba lazima hapana. Mfano ndio wakati wa sadaka. Hapo bebelezo kwenye shida. Ndio. Hata huyu aliamini, huyu aliamini. Sema amen. Amina. Sasa huyu mama aliamini. Huyu mama mimi niamini. Huyu kijana mimi niamini. Kwa wewe ukiwa mtiifu, unakuwa umepesa kutekeleza. Asante Mungu, bariki sana. Asante Mungu, bariki sana. Amina. Bwana Yesu Kristo. Amen. Pendwa. Watiifu mara nyingi hata kile wakipendwa wanasababisha magonjwa. Kabisa. Kilichompa shida ni Yusufu. Utiifu kwa baba. Kabisa. Ndugu zake anaanza kuelezana zaidi. Bwana Yesu Kristo. Amen. Lakini maadamu waliopenda kuelewa, hawa wanaona sefusi. Bwana Yesu Kristo. Amina. Ukiwa mtiifu mbele ya madhabahu, madhabahu itakupenda. Kabisa. Madhabahu yanasema kwa Yesu atakupenda na Yesu atakupenda. Kabisa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Mama moja pigo kile chake kwa Yesu kuyo. Amen. Mama kubariki. Amina. Haleluya. Amen. Niongea vitu vigumu sana lakini vitakusaidia. Ndio. Amen. Amen. Vitu hivi vitakusaidia. Tuna dakika chache hapa kama sio 5 Ndio. Haleluya. Amen. Ukiwa mtiifu Ndio. mbele ya Mwenyezi Mungu utapendwa. Amina. Acha ubishi. Ubishi na Mungu amepadana. Kabisa. Ubishi na Mungu amepadana. Kuna kama ndio ubishi. Kabisa. Hapo unajiuliza kama hapa ni ubishi, nyumbani kwake imekuwa. Bwana Yesu Kristo. Amina. Kama tu ubishi hapa kwa huku kwako itakuwa. Madhabahuni ni kutii. Kabisa. Sema amen. Amen. Ibrahimu alikuwa mtii mbele za Mungu. Ndio. Mungu alikuwa kusema naye. Sura ya 13. Mstari wa 13. Mstari wa 13 nasoma kwa jina la Yesu. 15, Mwanzo 22:15. Nasoma kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Mstari wa 16. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu. Asema Bwana. Kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Kwa kuwa umetenda neno hili, ukuona uzito kujua kile cha mwisho kilichonacho. Endelea. Katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako. Ukianza kugusa kwa Mungu, Mungu ataanza kukubariki. Siku hadi siku. Sasa unapiga hesabu. Wiki 10 ndio hii tunapata pili. Ibrahimu alikuwa mtoto wa pekee aliyependa. Hakusema nikitoa huyu nitapata mwingine kwa kupenda. Alitoa anayempenda sana. Toa kile unachokipenda sana. Amina. Kanisa tupende tunapenda sana. Amen. Sadaka toa ile ambayo unapenda sana. Amina. Mambo yalikuwa sana. Yesu akakumbuke usemo wako kuanzia leo magonjwa yakuachie. Wapendwa kwa Yesu Kristo. Amina. Yaani tujue tutoe tulivyonavyo ili Yesu aanze kutubariki zaidi. Baba anaita mpaka jasho kutoka jasho na chumvi inatoka. Umenuna. Hata kuomba mwenyewe. Sema tuombe. Kabla ya rusha kwa hivi. Tunarusha. Sasa hizo mtu anasikia Kiswahili hata Kirungu ni Kiswahili. Anabebesha mikono na rosha. Akinyosha. Ukiangalia na mizimu na madudu. Mpendwa, ukiwa mwishi madhabahuni hata kuchiza hautasikia. Ndio. Kuna mtu hapa anakuambia mimi kwa nini sinajua. Mpendwa, anasema Mungu umezoea story. Alisema kwa kweli ndio utalipa tena.
afanye sio kwa wako punga juu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Yesu atukuzwe. Amen. Pendwa, baraka zipo kutoa kabisa. Hata kama una kidogo tulichonacho kabisa. Kunyunganisha utaki. Kadri ya ujenzi utaki hapo. Tunabariki sana. Hivi niambie, utabarikiweje? Ibrahimu alitoa chakula kabisa. Kwenye Mwanzo 18. Ndio. Akatoa chakula, akatoa mtoto. Bariki sana. Ambaye nani? Musa. Jeshi la Mungu kumwambia nipe mtoto huyo ulipe. Anatoa. Alimwambia nilitoa juzi. Ulisikia baba kwa juzi nilikupa? Hajasema. Hakusema sijui. Ndio huyu ndiye mwamuzi wa maisha yako. Aliyenipa anataka nampa. Uliko nako ni Mungu amekupa. Ndio. Uliko nako ni Yesu amekupa. Kabisa. Mama uliko nako ni Yesu amekupa. Kabisa. Anataka ujenge madhabahu hii. Tumeacha kusema dunia kwa jamani. Tumefika hapa. Mambo yako yote yamekachia. Sikiliza madhabahu ya kwambia nini? Unataka hapa ni wamekaa tu kwa juu. Ndio. Kwa mimi namjua huyu. Mbele hapa tunajuana. Kwa nini Yesu unamjua nenda? Roho Yesu kwa Musa. Amina. Hata kama Bwana sana nazo. Jua Yesu kwa Musa tosha. Mimi mama namjua mpendwa hata kusaidia. Hata kama kumjua Yesu wewe kwa Musa. Ndio utakubariki sana. Amen. Hapo pamoja piga makofi kwa Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Tulishavuka hapa anabeba mpaka chumvi inatoka mwilini. Lakini utakuta huko ndio watu wawili mara moja bila kutunza. Jamani, hii madhabahu ina Mungu. Ndio. Hata usijindia unayoleta madhabahu kabisa. Sitakapotoka mkono wewe wewe tukuhiki. Ndio. Mwambie, tokiomba kabisa. Ukirudi utakuwa na Mungu wako. Hakika. Anahubiri. Unajua wababa wanataka sasa. Wababa hiyo. Wenzetu wa Mchoyo. Ndio. Wenzetu wengi walijua Mungu kabisa. Kwa Mungu anabariki kwa kutoa. Kwani sisi tuwe sana. Wamama wametushinda. Ndio wangu kweli. Wewe kweli. Wamama mnakuwa wengi hapa. Mama kubariki sana. Yesu akatusa kwa rehema wote. Amina. Wamama mpiga kete wanachama na wewe kutunza. Wamama mnakuwa tunachelewesha baraka kwa vizazi vyetu. Wamama bidii ya kusapoti madhabahu iongezeke zaidi. Ndio. Sapoti madhabahu zaidi. Toa sadaka zaidi. Ndio. Hata mama wote kiuna chetu potelea pale. Potelea pote. Ndio. Ndio kubariki sana. Amina. Yeye kama baba amegoma, mama Jodi. Sapoti madhabahu kabisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Na mama ndiko ndiko kwenda kaburini na manukato kabisa. Wamama wewe. Ukiona mama alipokaa hapo, anaongea umeombea. Usi mwana komeni. Mwana kweli. Wewe tunaombea. Tumejaa manukato na Yesu kwa Musa. Amen. Tumejaa upendo na komeni. Tumejaa furaha basa na komeni. Uso mahali hapa kabisa. Uso hapa tu kabisa. Wewe sio hapa kabisa. Wewe umesema wewe hapa kwa mama. Tunaona mtaka na juku na wewe sio hapa. Hapa kuna manukato yako na watoto wa ndani. Haleluya. Amen. Mwenye ngomeni akisikia jambo na madhabahu anatunza sana kabisa. Anacheka. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Naona tubebe kairizi kule. Ndio. Bado kule tu. Ndio. Badilisha baba. Itakiwa mama mmoja baba mmoja hapo kwa kwanza. Kwa Musa. Mimi bwana sina hela ya ng'ombe. Nimeuza dume wiki. Ndio. Nimeleta kwenye bili na nusu. Haleluya. Amen. Bila kufusiwa kwa hiari yako. Ndio. Utaona hizo tena wakasema huyu kabisa ndio ambao amekuja ofisini. Kumwambia kauze ng'ombe, ameuza ng'ombe kwa hiari yake. Ndio. Amegusa moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ndio ni
ni moyo wa mtumishi wake. Unapomfurahisha mtumishi wa Mungu, ndipo Mungu anaachilia baraka zaidi. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Nyanyuka kwa sekunde chache. Hebu simama. Bwana Yesu Kristo atukuzwe tena. Amina. Bwana Yesu Kristo atukuzwe tena. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe tena. Amen. Mchungaji bariki sana. Kama mchungaji ngine juzi na watoto wanakuwa kupiga neno la kweli hapa. Haleluya. Wapendwa. Kumbe kutoa kunaleta baraka. Kutoa ni njia ya kubarikiwa. Kabisa. Kutoa hiyo kutukuza Mwenyezi Mungu. Kwa unapotoa unakusa Mungu moja kwa moja. Kama unataka kuona wewe kwenye chombo hapo Mungu amekuona. Amina. Haleluya. Amen. Sio bibi nitoa jana ya toa leo. Toa leo. Na kadiri tunataka shike mfuko tukuchukua kama. Chukua kwa imani. Mungu nikichukua nataka nimaliza kalaka. Mungu atafungua mlango. Nimeomba kila mtu asimame kwa dakika chache. Nyanyuka hapo ulipo. Kama unakumbuka nyanyuka hapo ulipo. Nyanyuka hapo ulipo. Nyanyuka hapo ulipo. Kuna wimbo unaibwa sema na Bwana ninataka kusikia. Sema na Bwana ninataka kusikia. Sema sasa nataka niimbe mimi. Nataka muimbe ndugu zangu hapo place. Sema na Bwana nataka kusikia. Nataka hivi. Yale ambayo nimekufundisha nimekuingia. Inua mikono yako. Inua mikono yako. Ndio tufupi sana dakika chache. Funika macho yako. Funika macho yako. Endelea kuhoji Mungu wako. Inua tunajua kuna kufunika macho yako. Sema nami Yesu. Sema nami Yesu. Sema nami Yesu. Ninataka kusikia. Sema. Sema nami Yesu. Inua sauti yako mbele kwa Yesu. Sema nami. Yesu ameshinda kusema na wewe kwa sababu ya kiwango chako cha kukaza. Yesu sema na wewe. Umegusa moyo wa Mwenyezi Mungu. Yesu umesema na wewe. Kupitia sadaka hii sema na wewe. Na kama na kwao sema na wewe. Praise sema na wewe. Kuhani sema na wewe. Sema na wewe wazee. Yesu sema na wewe. 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 Sema na baba zetu. Yesu sema na wewe. Wajue. Wajue. Yesu sema na wewe. Wajue. Kwa wewe kusubira. Kwa wewe. Ndio Ibrahim.
Tunagusa moyo wako kwa pesa ya Yesu. Wewe mama anataka kusema na. Wewe mama anataka kusema na. Yesu. Tazama kile ambacho alikuwa Jordan. Yesu tazama yule baba yule mama. Kumbe sadaka. Tunagusa moyo wako. Tukigusa ujenzi. Tunagusa moyo wako. Tukigusa utumishi wa Bwana kwa neema za Bwana tembea. Tunagusa moyo wako. Tukigusa moyo wa Kristo. Tunagusa moyo wako. Sema nasi. Sema nasi. Sema nasi. Sema nasi. Sema nasi. Yesu sema nasi. Baba funga sauti yako. Mwambie Yesu aseme nasi. Mwambie Yesu aseme nasi. Mwambie Yesu aseme nasi. Mwambie Yesu aseme nasi. Inua juu mkono wako. Inua juu mkono wako. Sema na Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila utawala. Kumza giza. Shikilia. Usipaka. Usibarikiwe. Sema na peka. Sema jina lako. Milioni kubwa. Nisitole Yesu. Kwa kiwango kikubwa. Sema na peka. Sema na peka. Roho sawa. Roho ngama. Roho la misho. Mpando. Mpando. Milioni kubwa. Nisitole kubwa. Kwa kiwango cha juu. Sema na peka. Sema na peka. Ni wakati wa kwenda kwenye mfuko wako, pochi yako, begi lako, kuchukua sadaka ya uponyaji na ufungulivu. Sadaka kama vipawa, karama na vipawa. Unataka kipawa gani, karama gani? Yesu akanusa kwako inuki. Unafunguliwa sehemu gani? Unataka uponyaji eneo gani? Kwa sababu umeshika, lazima uzungumze na Yesu. Basi inama kwenye pochi yako, kamata sadaka zako zile mbili. Kama kipawa, uponyaji na ufungulivu. Wakati huo kijana wangu Frank, kama upo, tupe wimbo kwa ufupi. Frank Samuel